baba kweli? Ndio. Nimekuja kivingine kabisa. Kwanza ngoja kwanza. Samani bwana mdogo. Mpendeza mwanangu kama mbunge. Mheshimiwa huyu. Mheshimiwa huyu Makonda huyu. Ndio toka zangu ndoto zangu ndio hizo. Makonda nisameni. Mheshimiwa Makonda kidogo amekupa la duniani. Kanipa kitengo. Kwa mimi ndio diwani wa Wambea Tanzania mzima. Wambea? Ukilete habari. Haija kutokea dunia nzima. Ndio. Sasa. Baza K. Mkeo. Sawa Nipe ubuyu. Mkeo. Kampuni sana mtu mmoja mzuri sana. Ndio. Mpole, mchakalamu, mtu anavutia na umechagua baba. Wewe unamtongoza au unamsifia? Mimi nataka kuchukua mama yangu tu. Ndio upo? Ndio. Kwa kitu kimoja. Ukikoka naye chini ni mwanamke, umuwase hapa mjini hapa sofa zuri. Watu wanagalamikia sana wanawake za watu. Wanagalamikia kivipi? Tutashaona unamkia mtu hapa mzuri, sio hivi na hivi na hivi na hivi, anamgalamikia. Okay, kwa sababu mke wangu mtoto mzuri. Mke wangu nimechagua. Lazima kama kutongozwa mwanamke lazima atongozwe. Bwana. Mtoto mzuri. Na mimi nachagua vitu vizuri. Kabisa. Sio unachagua mwanamke ana sura mbaya, utafika baba zege na wazimu. Umeona hiyo? Nachagua mtoto mzuri, mtoto kipotabu, mtoto mfupi. Ukimwangalia unamtamani. Sasa gharama zao zile za utamani zao zile. Wanashiriki. Wako featuring na wewe tayari sasa hivi. Wanashiriki hivi. Yaani wewe mwana nyimbo, yeye anafanya? Yupo kwenye collab yako. Wewe wao wana mega kisela. Mimi nagalamia si ndio? Yule ni mwanamke bwana, anyway yote maisha tu. Lakini sikiliza. Hicho nisikitisha mimi kikubwa zaidi kitu gani unajua? Hivi Dodo unamhitaji Dodo? Dodo si mtoto wa dadangu Dodo. Si mtoto wa dada yule. Dodo ndo dadako? Dodo yeye unamjua huyu. Alikuwa na vilasta zamani. So vilasta alikuwa na rasta. Mama we. Na si kama kanyoa si bado. Nishamwambia anyoi, milasta namtia matatizo yule ndio maana akienda kwa zinamruka luka bila sababu. Anaota ndoto ovyo ovyo bila sababu. Bibi. Dunia wewe ni bane mimi mheshimiwa diwani. Kafariki dunia. Bora hata angekufa masina Mungu. Dodo. Shangazi yake namjua. Sana tu. Na ndio leo mulea. Usimuone hivyo mke wangu kijeba. Kwa sababu Dodo ni mme mwenzio. Na wazimu melogwa. Dodo anzie wapi kwa mme mwenzangu? Una maana gani? Una uhakika upi? Umemuona kwa macho ama una uhakika gani? Dodo kaja kuniomba geto langu mimi hapa juzi. Na kama sijaveshwa udiwani bado wa Tanzania. Sijaveshwa udiwani wangu wa Tanzania mzima bado. Dodo kaja juzi kuniomba geto kwangu bwana. Na goma jipya kabisa hilo. Mtoto hivi kama mbilimbe mfupi. Dodo chupa soda. Kaambia sawa, ndakishe sababu chumba changu mimi kama guest bubu. Wewe wana wakija pale, wajane uko mbele nachukua. So kutokana na kazi yangu nilipo nayo, nafanya yangu nilipo nayo, natoka kwa mume wa mtu na kumwambia mke wako kwenye nyumbani kwangu. Kalianzisha kule. Anaenda na ribu, ndio anaondoka, chumba changu kijatumika na kula hela. Una uhakika? Unachokisema? Lakini inawezekana. Na baada ya siku mbili kaacha. Kwa sababu ulisema halo lipo. Na kama halipo basi liko njiani linakuja. Inawezekana. Pia baada ya siku mbili kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Kacha. Huyo ndo rafiki yangu kabisa huyo jamaa huyo. Anaitwa Kacha. Naye ni mtu wake pia vile vile. Msela vitakuwa namjua vizuri. Wewe bwana wewe unaona utanilipikiza maneno mengi alafu nianze kupata na BP. Nianze kuamaki hapa nianze na wewe. Sasa mheshimiwa apigwe. Mke anauma. Ingawa sijapomba ndio mabodyguard bado. Mheshimiwa apigwe. Sawa lakini siombe wewe nenda tu. Sawa. Ila mweke chini na umkanye mkeo. Tuko sahihi kabisa. Na ndio maana diwani waambia kabisa. Basi sawa nitanitathmini. Sasa Kacha sio kumwachia. Wale Kacha tunajiachia kabisa. Kwa ndio hivyo mzee. Haina noma nitanitathmini. Mume wangu. Nani mumeo? Si wewe. Mimi mumeo? Kwani vipi? Haya kwanza muda wote ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa mama. Nilikuwa kwa mama, muda wote kwa mamako. Kwani kuna tatizo? Ndio tatizo lipo. Tatizo lipo. Tatizo gani tena? Hebu nipe muktasari kwamba mpaka saa hizi vipi? Ulikuwa wapi? Na ulikuwa unafanya nini? Si nilikuwa kwa mama mume wangu. Ulikuwa kwa mama Ndio. Dodo wa jambo.
Dodo. Ndo maana yake. Si ulikuwa na dodo wewe? Nilikuwa na dodo mume wangu wakati mimi nilikuwa kwa mama. Ulikuwa kwa mama eh? Ndio. Ulienda hapo vinywele safi kabisa. Basi vinywele timka. Umekula la duniani, unarudi nini kwa mama? Nitakutandika. Jamani mume wangu. Haki ya Mungu nitakuua. Mume wangu hivi nikuache wewe. Mke anauma. Unaona sina miuno. Hamna mume wangu jamani. Mume wangu ulivyo sharobalo hivi, ensamboi hivi mimi nikuache mume wangu. Unipoza. Mume wangu jamani, hamna bwana. Yaani tumu. Haya tena. Na lolote wewe. Hamna mangu sende ndani. Ushateza segere, ushafilikiza segere. Hamna mangu twende. Umechoka? Mume wangu. Umetimbulika? Twende basi. Si ameisha tena. Umetimbulika? Unanifanya tena na wale wako nikukute vibaya. Wanitambua? Wale wako nikukutopyopo mimi. Ila shoga yangu nampa hata. Shoga kwanza niache nisuke ya masuala ya baadaye. Nataka shoga kila bonge la mtindo. Lakini kweli ndio nishakwambia bibi wewe, bwana nisuke mwenzio. Za fasta tunaende maneno Ndio. Unacheza kweli kwenye ngoma. Usiogope kucheza kwenye ngoma. Na nitacheza tu. Mchiambo! Mwasekachoni? Huyo ni chini vipi? Vipi hiyo vipi? Kuanzia juu mpaka chini unafanya na mbwa kizungu. Mbwa kizungu dogi mimi. Wanifanisha na dogi wa kizungu. We, matusi hayo. Wewe unayajua matusi? We mwana hayo marigo. Mgosi, unawasikia mgosi hapo? Hivi ndio dada mmekaa hapo mnazungumzia habari za watu wewe. Bora hata asilisti ya wewe ulipotoka huko umependeza, unaweza hata ukapata mchumba mashallah. Kuliko hata huyo mwenzako ambaye hata ile swim lugha yake. Nione jambo. Na hiyo spika vipi? Inakuhusu nini? Nini? Badilika. Sikala hano mwabeta wanu wabite mwaseka. Mchambo! Mizinongi kabisa mchambo! Kuna nachoshangaa kitu kimoja. Unajua kopo yake chooni. Nyie kumili nimefuata nini? Na nyie mikopo. Sikia nikwambie Mgosi. Mgosi at least wewe umevaa kanzu hivyo hata ukipita unaweza kupata mwanamke ambaye alojistiri. Haya wewe mwenzangu mrugeruge usitaka tokea wapi? Utakosa mwanamke. Shoga subiri. Naomba mtwanzi, naomba mtwanzi. Kwa taarifa yako. Niakala na mtwanzi nie. Kunigoga kochezera mvili zino yangu mvili zinoga. Naomba mtwanzi. Hiyo misasi kwanza vipi? Vipi hiyo vipi? Kaa hiyo vipi? Hebu jione kwanza hivi jinsi wewe. Hebu niache. Umbea. Angalia umbea tu. Ndio maana mnene wewe, mnene. Ndio neno langu linakuhusu. Ndio maana ukondi wewe kwenye njia kwenye ukondi. Sana nini shalobalo gani eti shalobalo? La! Kinakuhusu nini? Kinakuhusu nini? Kinakuhusu nini? Unazomea nani? Wewe kinachokufanya utucheke sisi nini? Kinachokufanya utuzome sisi nini? Gani? Mwana ndidi. Saga. Ika, gobora. Mungu kibidu anaonga kubidula ngono moso watatu kodi
unajua hapo. Nampenda wewe. Maana nimeifuatilia hata sijui nani. Na mimi vivo miyangu nifuata tu lakini sijui hiyo chola kwa miyangu. Mimi napenda sana. Mimi kala tu. Kuja miyangu. Nakula unajua ndio agwe. Ndio kuchora hapo. Nampenda. 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 Una uhakika na hilo unaloniambia? Mimi na uhakika. Yaani sio kulamba mchanga tu, hata ukuta umeningelamba. Na pia miungu yangu yote. Na uhakika. Mkeo sio mtu wa kuishi naye. Hatari. Macho yangu. Nimemkuta bana ongea na mwanaume. Anamshikashika mabega, anamweka vizuri, anafanyaje? Sasa mimi kamsikilizia bana, mwangalie na maneno yote nimewasikia. Haya yote nimejitahidi kuongea na wewe. Kwa sababu nimekuona leo. Baba umeamka vizuri wewe. Anakutoka yule taratibu. Kisha kupiga chenga kwa dotobo tu. Amtafuta kipa alipo. Sasa alipo kuniona mimi nikaongeza sauti juu. Nikasema hiyo redio tu. Kwa nini nakwambia? Sababu unajua una hasira, nakwambia kwamba mke wako na sio mwanaume yule tu. Ibrahim Kitembo unamjua? Unamjua? Namfahamu yule jamaa hapo. Ewa. Sasa mjue upande wa pili. Mume mwenzako. Ingekuwa mimi ndo wewe. Naua. Lakini sababu leo umeamka vizuri usifanye hicho kitu sio vizuri. Ndio maana sisi wa Mbeya tunathaminiwa. Tunaongea ukweli. Unaona? Ile kuna watu hivyo wamesoma sana, wanasema si Mbeya kwa sababu eti hajaagizwa, hawajaruhusiwa kutamka ile jambo, yeye kishatamka ndio wachuki zao. Na sisi tunapambana nao tuachi. Hichi ni kipaji. Nina safi tiketi sasa hivi. Ya Mbeya. Niko vizuri. Fundi mimi. Hicho kipaji wewe una. Mimi nacho. Ndio vipaji vyetu vinatoka mjini vya sasa, sababu kama hapo unajua nikufikishia neno, afu kunitoa hata shilingi 500 hapo mambo yanaenda vizuri nyumbani. Umesomea wapi Bagamoyo? Sasa kujua tutaingia hapo kwenye fani huko funda kwa kusikiliza na watu tuonekana wewe jembe. Watu jembe ni mimi. Wambea sisi. Watu tunaongea kweli mtupu, tunachokiwa kuna haraka kuongea tu basi. Niache na fani yangu. Nataka kujua vipi? Ninasomea bure. Nimemaliza bure. Kwa sababu serikali sijaona mimi waziri wa wizara ya Mbeya. Ndio atakayejitokeza hiki. Ndio atakayejitokeza sasa hivi. Serikali itatoa hilo. Ukishatoa hilo, serikali sasa ndio mimi napeka barua yangu ya maombi pale. Naambia bwana Mheshimiwa Makonda, nitoa jaji bwana, nifanyie mpango pale. Bwana wewe labda upate kazi kwa madereva sio Makonda. Makonda ana kazi hiyo. Ujumbe ushanifikishia baadaye ndio mimi nitajua. Sasa ile tatizo lako nifanya mimi chizi. Sasa mama dereva na issue gani sasa? Wewe Makonda anatoa kazi hizo bwana. Makonda anatoa kazi hizo bwana. Sasa nakwambia labda yule madereva. Madereva yeye hana kazi yoyote. Kwa sababu madereva yeye kwanza serikalini inajulikana sio mheshimiwa. Mheshimiwa ni Makonda tu. Na ndio mtu pekee ambaye anafanya kazi vizuri. Basi manenepa. Basi nitakuja na pili kutungua jipu kwako hapo. Sababu hapo kwako mke wako naye jipu. Na usitoka uwa mtu huko. Kanitia mimi matatizoni mimi. Nikakaa miaka 40 kule. Sio vizuri. Mume wangu, unaenda wapi? Nimesubiri, nimechoka naondoka. Kula kipo jikoni. Si nimekwambia naenda kupika. Chakula toka saa ngapi mke wangu? Si nienda hapo mara moja, si nikwambia narudi mimi. Kwenda kufanya nini?
Nenda kwenye shughuli mara moja. Si nikwambia narudi sasa hivi. Shughuli ya nani? Sijui hata ya nani. Mimi nimeikimbilia. Sijui ya nani wala ya nani nimeenda ndio nimerudi. Twende basi ngakupikie Mke wangu umetoka hapa unaondoka masaa mawili. Ugaji. Uwapo ingekwaje? Sasa nenda nitakukuta. Ngoja mimi nikale. Ndio maana yake. Takipita bwana moda. We. Sasa mzee wangu, hiyo Onyango unamuona? Si muziki ya kiuni singeli hiyo. Mbona hiyo muziki na umri wako tofauti babangu? Tamaduni. Tamaduni. Shikamoo. Nilaba. Kutoka Kilimahewa. Nimejikandamisha. Ndadabita tu maji. Naona na mimi umependeza. Umeutwika. Waini. Hapa tumbo imejaa kila kitu. Naiona. Inda imema. Inda ndigama inapaga mwana imema hiyo. Hapa. Sado. Usipime. Yangu na mwana. Yangu na mwana. Akipeka. Mbona sasa mzee wangu unajua kali hili alafu umependeza kama hivyo vipi tena? Uko njema mimi kwani hela na matatizo. Kwenda nyumbani. Bado kwenda nyumbani? Nyumbani kwako wewe? Sawa nenda. Niulize basi nyumbani wako. Nikikwambia labda kwa mfano nikuelekeze kwa hela nyumbani kwako. Nitapata hela? Ndio. Kweli? Lakini kesho. Ina maana mkopo. Sijui la maana network imekatika. Hamna network. Hapa kwanza wewe umesimama pande gani? Sasa mzee wangu mimi shida yangu bwana mimi sio. Nyumbani nataka kwenda nyumbani. Sawa ndio. Shida yangu mimi sio nikuelekeze kwa hela. Mimi shughuli zangu si unanijuaga? Mimi mzee wangu nkidige. Nikilisikia linatwanga tu na mimi nimo. Bwana mimi kusema ukweli bwana najengaga urafiki na wazee wenye watoto wa kike. Kule kumwetu ukae tovike maga vihinza vile vitoto. Apema. Bwana. Mbona kile ndio wao baba shughuli yani. Bwana nimeamua kwa kivingine naona. Sasa bwana, classic boy. I'm beautiful. Princess. Bwana wewe. I'm class 7B. Yeah. Sasa darasa la 7 hiyo. Sawa. Sasa. Bwana. Nina ujumbe wako. Ujumbe gani tena? Mfahamu mke wa Kingwendu? Mke wa Kingwendu? Mke wa Kingwendu? Unauliza makofi polisi tena? Wewe usiulize makofi polisi. Bwana wewe. Una scratch kama si yule maliza tu. Hiyo haikuhusu. Sasa ananisumbua sana yule. Anakusumbua? Huyo achana naye. Natana naye. Leave alone. Wakati mhusika nani wewe? Mhusika mimi. Hivi sasa. Ni hivi. Mke wa Kingwendu kanifuata. Kanipa kwanza heshima yangu yote. Kwamba wajaji wewe siku hizi unapendeza. Wajaji siku hizi wewe umekuwa handsome boy. Ni kweli. Wajaji na sio umepewa uheshimiwa wewe umekuwa diwani wa Mbeya Tanzania mzima. Kweli. Nchi kununia wewe. Nikamwambia ni vizuri kwa maadui zako. Ndio pambana nao vizuri. Nikigundua ile jipu na litumbua. Acha maneno yako bwana. Sasa ananiambia hivi wajaji. Ndio jambo kwa sababu uko na karibu. Nifanyie mpango mimi atakaye mpenzi wangu yule. Unasemaje? Na mume wangu asijue Kingwendu. Ngoja kwanza. Useta bwana. Nyoosha maelezo bwana, nyoosha maelezo bwana. Una scratch hivi, unamaliza CD, unaharibu CD, unamaliza beti. Unasikia Sasa akasema hivi, wanaje mimi nikifanikiwa kumpata yule. Hela za mume wangu Kingwendu sote nampa jamvi. Wewe piga hela. Wewe iliza nikwambia hivi wewe umepiga closing mbaya sana. You are wrong. Yule ni mama yangu mdogo bwege wewe. Nani wewe? Yule ni yangu mdogo bwana na wewe. Unakuja uniingia. Unaongea sehemu za kuingia. Wewe nini wewe? Wewe wajaji. Baba njoo. Wewe bibi. Wajaji njoo. Njoo kwanza usikiliza. Wajaji. Wewe. Unakimbia nini? Wewe. Unachokimbia kitu gani mwenyewe? Akufuata huko.
Akufuata huko. Hebu nisikilize kwanza. Nisikilize kwa makini. Nisikilize nikwambie kitu. Usipende sana kushirikiana na yule. Yule si mtu. Yule mgombanishi anavunja sana ndoa za watu. Achana na yule. Ngoja bando. Mdogo hapo. Asemaje? Nganja sigelende tutakata sewe moyoni. Kama mdogo. Jamaa akasemaje? Mama yako mdogo anakupenda. Mke wangu. Hata kuonga. Kaunga meno kibao yanaongea sana no. Ongea kinoma anaongea. Amani baba mdogo. Anaongea sana. Nikasema baba mdogo anipende nini kweli baba mdogo? Ndio maana nimekwambia yule mtoto achana naye na tabia za ajabu sana. Hebu twende huko. Sasa mimi twende huko tunazungumza tu. Twende huko. Na mimi ndio hicho kuna. Sasa ndevu nakuja. Angaza baba mdogo kinashangaza sana na kanyoa ndevu bila sababu na watimu. Angaza sana baba mdogo. Yaani mimi kama baba mdogo. Wewe acha. Yaani mimi nasemaje ule unaachana naye hana mpango wote. Unafikiri baba mdogo? Mimi niko nafahamu. Yule ana matatizo makubwa sana duniani. Uchinja yuko nafahamu uchinja baba mdogo. Unajua katika maisha mimi sipenda kumsimanga mtu vibaya. Unaona? Kumsimanga mtu ni vibaya. Mbega kaja kaniambia kanitamkia kabisa mimi Mbega. Sasa tunavana kanifuata kaja kuniletea malalamiko yake. Kama wajaje mdomo wako ndio uko wazi na kuamini. Kimwaga shoga yangu anaazima sana vitu vya watu. Madila hayo na azima sana wewe. Nimekopa. Mbega si rafiki yako. Ndoka naambia. Hivi unavyoniona kuanzia juu mpaka chini na hata kwenda kuazima nguo kwa mtu. Wewe Kimwaga unaazima madila urudishi, unakopa wewe hela za watu urudishi. Wajaje? We muongo. Mimi huyo. Kumbuka mimi na Mbega marafiki hivi tuloshibana tangu tuko watoto. Loije sema maneno kama hayo. Timboni nitakaoenda kumwanzishia. Na kama maneno uliyosema ni ya uongo basi itakurudia wewe mwenyewe. Na kati unanisha Timbwili, uangalie unapopiga na mdomo wako usitamke jina la Wajaje. Naenda kumwambia Wajaje ukaniambia kwamba mimi hivi wewe. Cheo ulichokopo nacho mama yangu. Wale mimi kukupa hivi mtaani. Sasa mamako yule si mjumbe tu, sasa mamako mwenyewe pia ana deni kwa mantilia anakopa sana ubwabu kama ulivyokopa wewe. Kwa sasa ninavyohisi hata mtoto uko mmebajana wewe. Utakuwa umemwazima na utoe mama njiani. Uwazimaji umezidi kwenu. Kwani mimi sina tumbo? Wajajo. Mbega na siri nyingi zako. Namfuata sasa hivi Mbega. Sasa yule bwana ananiambia, mimi namwamini ndio Mbega, namwamini sana Mbega. Sasa naenda kumfuata. Na akiniambia kama maneno ya uongo, nitakacho kuja kukufanyia au na umwambie sasa majirani ndio amesema hivyo. Sasa usimanga mtu. Utakuwa umeazima hata mtoto ule. Uitwe mama naye njoo jilamisha. Unasikia Mbega? Mimi bwana sipendi minong'ono. Wewe mwanamke wewe mloo wewe. Wewe mloo wewe. Mimi wewe? Mloho? Mungu anipa kipaji mimi cha ushujaa. Huwa mtu akitungua nimemtungua. Majibu hayo. Unaona vizuri? Nakusikiza vizuri. Wewe endelea tu kutapika. Sasa rafiki yako Kimwaga. Kakuchafua kila sehemu Kimwaga. Kimwaga unemjua mimi. Maana kina Kimwaga wako wengi, subiri. Kina Kimwaga wako wengi. Kimwaga rafiki yangu mimi na turosha njia damu huyo. Nipi habari? Kimwaga kila mtaa kapita kachafua. Jamani, yule Mbega kifika saa 7 mchana. Kasoro tiko nyumbani. Sababu anaambia mwili wangu mnene na nenepa. Yule Lema mama Njiti anaendelea vizuri. Naishi vizuri na shiba na nenepeana mimi kwa sababu yeye mwili wake kama mtu wa bendera anenepeani. Basi anakakutumia nafasi naje nyumbani muda ule aje kule vyakula vya bure nyumbani. Msimangeni jamani, ache na muone aibu rafiki yangu. Anaongea hivyo. Nisikilize. Kimwaga. Nisikilize vizuri. Tena unisikilize kwa makini. Ndio. Mimi ndo Mbega originali. Nakujua wewe. Ukisikia mwingine fake yule. Kabisa. Sawa Pilas. Sikiliza sasa. Nikitoka hapa naenda huko kwa nyumbani kwao, naenda kumchamba, kumchambua. Si unajua vizuri? Unalijua vanga. Kabisa. Goma la Kizalamo. Kile kidalidali kile cha goma la Uzalamoni, vanga. Hapa kioni ndani katika hii muziki, sawa? Sasa kama uliyazua, umeyatunga,
Baba ile goma linakurudia mwenyewe. Na ukifika na chokidali chako, ukitaka kulianzisha Lovanga, sawa Usiseme waje umemsikia wajaje, mwambie nasikia watu mitaani wanaongea. Umenisimanga sana kwa vile kuja kwa Manchiti pale na kuja kula Yemen. Miziki yetu unaijua. Sije huko sa penalty mimi. Miziki yetu unaijua vizuri. Katika Tanzania hii, mchezaji wa kwanza kushinda goli la penalty ya tikitaka ni mimi hapa. Penalty nimepiga tikitaka. Ije kutokea hivi. Mimi ninaenda, wewe nenda na habari zako. Mimi naenda mimi. Ila kama umeyazua, baba linakurudia. Hapana, mimi mtu wa Mungu. Sina hizo tabia. Hai, nakuita mwanamke usikii. Ndugu yangu. Wewe acha tu. Nitoka huko kwenye mamangu. Si unajua? Naye sisi utapewa. Kama mwenzangu. Kwa kuzulula. Nisipotembea hapa duniani nikatembea kwenye kaburi. Aso, yangu. Niambie ujanipa mwili wa pale kati. Kiwaga. Tatokea wapi uje? Zambi gonga la huku basi. Sasa binafsi. Haya, kutoka kule kote mtu mzima wewe nikaja baba unaya maana. Kwa hiyo naelekea mko future. Nimefeli mimi. Nisikilize. Tena haya nayokuambia ya kuingia uzuri, ya kuingia ndani ya ubongo wako upo. Upo Nipo. Sitoki mimi hapa nipo. Hatugombani katu. Umenielewa Hatutogombana katu. Wameshindwa waganga. Waganguzi, watu wazima na akili zao. Utakuwa wewe. Kwa hiyo fani yangu inapendwa sana. Waganga wamo kwenye umbea. Yaani nikajua mtu mzima mwenye akili zake, kumbe mtu mzima wewe ovyo. Urafiki wetu ulianzia tangu tuko watoto hivi, hatukuzaliwa matumboni kwa mama zetu, umesikia? Nenda na shughuli zako. Lakini sasa anaendelea na shughuli zangu, lakini mimi ukoli wangu halisi sasa nakwambia mimi ndio huwa. Nenda bwana, wewe mtu mzima ovyo. Umemsimanga mwenzio. Umemsimanga bwana, tushakuzoea mnafiki. Safari tumekuweza na sasa kama utarudia tena muone kwanza. Shoga yangu mimi naona kimetesha gani. Ngoja niwahi na boka baadaye. Bye. Kijana, we unajua mimi leo nimehangaika sana, kuna kitu natafuta. Pande hii mimi ni mgeni. Huko nimechunguka. Fasali nimekuona. Sasa ni hivi. Unajua mimi kill me quick. Kill me quick. Kill me quick. Ndio nini? Oh my god. Changa. My god. Ni nani kumesa ngumu najua. Sasa mzee usitaki kunizungusha bwana, mimi nimeshachoka vitu vangu. Nenda straight sema ni kitu fulani nikuelewe. Kumesa ngumu, unajua hiyo? Gongo. Yes. African whiskey sio sema gongo. Haitwi gongo, inaitwa African whiskey. Sasa mzee bwana, mimi nilidhani umenisimamisha unaniuliza vitu vya maana, vitu vya msingi. Unakuja kuniuliza ujinga ambao una maana mzee wangu na akili timamu kweli. Relax sasa. Unajua ukiulizwa kitu una relax. Unajua kwamba huyu anakuambia nini? Ili mpishane kwa Kiswahili, kwa hoja. Ndio hiyo. Sasa mimi tatizo ni kwamba nashindwa kulala usingizi. At least nipate glasi 2-3. Hii inafanya inafanya unapata pleasure. Na hiyo pleasure ndio unafanya mimi nachangamuka na kuwa na akili iko exactly. Sijui understand wewe maana mimi napata tabu. Unajua tatizo la kusoma huko koloni mdomo ushasoea kuongea. Unajua mzee, ndio maana nyinyi wazee mnakufaga bila kutarajia. Umechukumwa tu umedondoka umefariki, kumbe mipafu ilishakucha na gongo huko. Unajua ile ni kupata mwili unapata joto na umri kama yetu sisi inaendesha hata ukitaka haja ndogo kubwa inakwenda laini. Ukipata hiyo of course you understand what I'm talking about. Toka asubuhi nimetoka kwenye mitekasi yangu sijapata hata shilingi 10 mfukoni, unaniuliza habari ya gongo mzee. Wewe unalana kichwani kwako mzee, una akili timamu. Wewe sikiliza, ongea kwa nisa na wapionya. Unapiona mimi? Unijui? Sasa mzee unanitisha tena. Mimi na mtoto mkubwa kuliko wewe. Una mtoto wewe, unaweza kupata mtoto wewe mzee. Mimi nakwambia mtoto wangu bajaji hiyo imepeleka mimi British na amesema Kiingereza mpaka walibu walikuwa nakimbizana. Wajajo? My god. Don't know you. Mzee, ndio mzee ule mtoto punguani ule wajajo ule. Punguani mtoto alina hata akili limetengwa na dunia mzima. Kumbe ndo maana baba mwenyewe boga tena mtoto kawa boga hata kama wewe.
Mtoto ametengwa na dunia, mtoto ametengwa na vijiwe, mtoto ametengwa na washikaji. Kumbe kafuata akili za baba yake, hamna kitu. Afla mtoto anajiona mzema. Wewe unaona basi hapa mzee. Ngoja, unaona mimi nimefeli. Ndio umefeli wewe na ndio ile toto lenyewe ni jinga. Toto kati yake umbea, kati yake unafiki. Toto linafumaniwa na wake za watu. Toto linakuwa koani. Toto shendi limechindikana. Sasa kukuelewa na mtu na mke wa mtu. Sikunyoosha mifupa huko. Ananyoosha mifupa. Sasa wewe unataka aende wapi? Umesema British shishi. Mzee hamna kitu. Wewe. Kapiga ngumi. Kapiga japo hapa, kapiga mtama, kaweka mtele. Yaani kimbia. Mimi mbaya. Mbaya kwa ngumi. Toka bwana. Yaani wewe kwa nini unasikiliza maneno ya wajaji? Nisikilize maneno ya wajaji. Wajaji muongo. Wajaji kakuona tit for tat uko na mwanaume. Na wajaji katika vijana wa mtaa huu ambao ni kijana mkweli, wajaji ni mkweli. Nisikilize vipi? Kama wajaji muongo. Uongo wake nini? Wakati yeye amekuona. Na ndio maana watu wote hapa mtaani wanampenda wajaji kwa ukweli wake. Sasa nisikilize. Kama wewe unamsikiza wajaji, nimekubali unifukuze. Lakini wajaji atakoma na umbea wako. Hauna cha kumkomesha bwana. Ondoka. Sawa. Ondoka. Viatu kama visturi bwana, ondoka bwana. Toka bwana. Wajaji atakoma. Wewe unataka kumkomesha wajaji wewe? Wewe mtu unakula unashiba lakini uliziki bwana. Shoga yangu vipi? Safi tu. Niambie. Mwenzangu. Mbona uko mpole hivyo? Shoga yangu, hojaju. Hojaju? Jana si ndo kaja nyumbani kumwambia Kingwendu. Kaja nakwambia kamuita mume wangu. Wacha mjaze maneno. Maneno gani hayo? Si ndo kamwambia mume wangu kwa mtaa wote. Hakuna mwanaume asiyenijua mimi. Hivi yule kijana ana akili yule jamani? Yule mimi sijui kama zipo zote, yule sijui. Yaani mwanaume mbea. Yaani umepita kiasi yule mwanaume. Wewe acha nakwambia jana Kingwendu kakasirika nakwambia. Katoka hapa na miguu yake kenda kumwambia mume wako. Inamuhusu. Yaani mimi hata sielewi yule sija alishategukaga kichwa yule. Yaani sielewi. Shoga yangu wewe. Nimeacha yani ananikera maana yule yani ananitibua. Yule mwanaume sijui ningekuwa na kitu gani ningemfanyia yule mwanaume. Wewe yule angekiondoa hiki kitu. Wewe mwache. Yule nitakomesha. Sasa shoga yangu hapa maana mimi naelekea nyumbani kupika. Ngoja mimi niende nikuache. Sasa twende wote. Na wewe ulikuwa unaelekea kwangu? Nilikuwa kuja kwako. Twende shoga yangu. Shoga yangu tuondoke. Wewe. Wajaji mbea. Sasa nakupa taarifa. Ule uongo ulokuja mwambia mume wangu mpaka mimi nikaachika. Sasa ndio nimefika kwako. Mimi? Nani? Mimi mwambia nini? Unajidai unakataa. Wewe mbea kabisa mnafiki. Sasa mimi nataka nikomeshe umbea watoto wa kiume. Sasa mimi hapa ndio siondoki. Hivi mimi sina kuua mtu yule namna hiyo. Wanisingizia mimi. Utamuua nani? Mimi. Utamuua nani? Yaani mimi kaongea kabisa. Tena. Wewe. Unanitisha mimi ndio naingia. Sasa mtu mimi simwambia maneno yote, siongea kitu chochote. Kwanza kingine mimi hapa ndio utani naye mume wako Kalawi. Kiasi namtania maneno kibao namtania. Unamtania. Sasa unamtania ndio imekuwa ukweli. Mimi ndio nakomesha uongo wenu, nakomesha kila kitu mbea, unafiki. Wanaume kama nyinyi, watoto kama nyinyi, siondoki hapa ndani. Ndio nitakuwa mke wako mimi, nitakuwa mama yako mimi, nitakuwa shangazi lako mimi, nitakuwa mwanamke wako, ndio naitwa stoki huko ndani. Kwa mimi nitakuwa nangukia container huko ndani. Shauri yako Univunja kiuno mimi miguu tengue. Nakwambia hivi hapa ndio nimefika. Wewe ishi bila alama misibani. Mpaka ndaisha hata kuna misiba ya watu. Mwisho kuna misiba tena kuna ngoma ya watu kuna kukesha kuna ngoma sasa uzo kushina hapa. Mimi hapa ndio stop. Kwa sababu mama kabisa. Toka hapo ndani kutoka. Toka. Wewe. Wamesikia tu. Shoga. Yaani yamenifika hapa. Shoga na ubuyu wa tunda. Nikikupa shoga, meza hapa. Sasa jifanye wewe mbea kuliko mimi, nenda katangaze. Shoga yangu. Bibi ukitangaza na kuluka. Si unanijua shoga yangu kwa. Unamjua yule mke wa Kalawi? Namfahamu. Yule mama yule mweupe
mrefu. Unamjua? Unamuonaje? Shoga yangu si mtu mzima kabisa. Yaani ni sawa na mamake mzazi. Yaani yule mama unavyomuona vile. Si mama kabisa yule, anakaribia uzee. Maana kule Kendi basi. Kwa nini kujadili maisha ya watu kila siku? Hamna kazi za kufanya kwenu. Wewe ungekuwa na kazi saizi ungekuwa hapa. Wewe kila kona upo. Kila kona upo. Haswa wewe ubadiliki. Nende. Kuna mengi yanaongelea. Kuna mengi yanasema mabaya, mazuri juu yako. Lakini nimekaa, nifikiri, nikaona kwanza nikuite, nikueleze mke wangu. Unakokwenda kusiko. Kwa maana hiyo kuna mtu mmoja anaitwa Wajaji. Wajaji. Kaniambia mambo mengi kuhusu wewe. Nikachunguza kaona hii sio kweli, hii fitina tu. Hataki mimi na wewe tuishi vizuri. Ndio hivyo watu wanapenda. Wanafanya kila kia. Mimi na wewe tutengane. Sasa nataka nikwambie, wewe Wajaji ulomtaja hapa watu wote wanamjua. Na bora ulivyoniita ya mambo tukaja kuongea huko. Maana tungeongea ndani kila mtu angesikia. Wajaji kila mtu anamjua, mbea. Kazi yake kugombanisha wanawake za watu. Kazi yake kugombanisha wanaume za watu. Sasa ila hapa kwangu mimi alipoingia nitamkomesha. Nitafanya nini? Nitamkomesha. Kumbe ndio tabia yake. Ila mimi nitamkomesha. Mtoto naye kwa kuchomoka. Habari sasa hivi. Huyu Wajaji amepangisha chumba. Huyu Wajaji amepangisha chumba. Mbona wewe unatoka wewe? Sasa nikwambie, mimi ndo mke wa Wajaji. Mimi ndo mama yake Wajaji. Mimi ndo shangazi lake Wajaji. Naitwa Stoki mundani. Jina lako Stoki. Sasa hii ndoa mbona mnafanya kimya ujinini? Bila kuelezana kimya, ndoa gani? Na Wajaji bado kwa. Wewe si ndo babake? Original. Original. Sasa mimi ndo nakwambia. Mimi nimetoka kwa mume wangu sababu ya Wajaji. Mwanao muongo, mnafiki, mbea. Kaniachisha ndoa kwa mume wangu ndo nimekuja hapa. Mimi naitwa Stoki mundani. Ndio atakuwa Wajaji mume wangu, akanitafutie kula mimi nije kula. Akatafutie kuvaa mimi nije vaa, siondoki. Itakuwa fundisho kwa wanaume wote, waongo, wambea, wanafiki wanaovunja ndoa za watu wanawake wa watu. Kwa hiyo na kama ibile naona wewe akiacha kuongea basi wewe unachomoka huko. Sasa nakwambia hivi, mwambie mwanao aache umbea na unafiki. Okay. Basi tamwambia utaondoka lakini. Producer JJ, piga kinanda.